Mtaa wa standi ya zamani kule Shinyanga ulikuwa na shamra za kila aina, lakini kivutio kikubwa kilikuwa ni bucha la Mzee Jumbe. Kila asubuhi, kabla hata jua halijachomoza vizuri, foleni ya watu wenye bakuli na mifuko ilikuwa ikianzia mlangoni kwake. Mzee Jumbe alikuwa mtu wa makamo, mwenye mwili uliojaa na mikono iliyokuwa na nguvu za ajabu. Alikuwa akivaa apron nyeupe ambayo kila saa 4 asubuhi ilikuwa tayari imeshaloa damu nyekundu inayong'aa. Wateja walikuwa wakisifu nyama ya Jumbe, wakisema haina mfano, ni laini, haina nyuzi, na ikipikwa inatoa harufu inayoweza kumfufua aliyelala. Lakini washikaji, kulikuwa na fumbo ambalo liliwafanya baadhi ya wazee wa mtaa kutikisa vichwa. Hakuna mtu aliyewahi kuona gari likishusha ng'ombe, wala hakuna aliyesikia sauti ya mnyama akichinjwa ndani ya lile boma. Jumbe alikuwa akifungua bucha lake saa 11 alfajiri, na meza tayari zimejaa nyama mbichi, safi na yenye mvuto wa ajabu. Watu walikula na kunenepa bila kujua siri iliyokuwa imefichwa nyuma ya kuta zile za tofali. Kabla hatujaendelea na simulizi hii ya kusisimua, naomba sapoti yako kwa kubonyeza alama ya subscribe na like. Pia uwe unapata taarifa kila tunapoweka visa vipya. Pia ningependa kufahamu, unatusikiliza ukiwa maeneo gani sasa hivi? Andika mkoa au nchi uliopo hapo kwenye komenti. Tutafurahi kuona simulizi hii inafika mbali kiasi gani. Tuende sasa kwenye mkasa wetu. Chau alikuwa kijana aliyepoteza wazazi wake na maisha yakamnyoosha kweli kweli. Alikuwa akilala stendi, akishinda kwa kula mabaki, mpaka siku Mzee Jumbe alipomuita na kumpa kazi ya kuwa mfanya usafi ndani ya bucha lile. Kijana, hapa unalala, unakula na unalipwa vizuri, Jumbe alimwambia Chau, huku akimwangalia kwa macho yaliyokuwa na wekundu wa ajabu. Siku ya kwanza, Jumbe alimpeleka Chau mpaka sehemu ya nyuma ya bucha. Kulikuwa na friji moja kubwa sana ya kioo, lakini kioo chake kilikuwa kimefunikwa na karatasi nyeusi kiasi kwamba huwezi kuona ndani. Chau, sheria ni moja tu: piga deki kote, osha meza zote, lakini usithubutu hata kugusa mpini wa hili friji. Ukishindwa kuvumilia udadisi wako, jua kuwa hicho ndicho kitakuwa kitu cha mwisho kukifanya hapa duniani. Chau alimeza mate, akahisi ubaridi ukipita kwenye uti wa mgongo, lakini njaa ilimfanya akubali. Alianza kazi kwa bidii, akisafisha damu zote sakafuni, lakini kila usiku alikuwa akimwona Mzee Jumbe akiingia na mifuko mieusi mizito, huku akisikika akiongea na vitu vilivyokuwa ndani ya ile mifuko kwa sauti ya kunong'ona. Ilipita mwezi mmoja, Chau alianza kuzoea kazi, lakini usingizi ukawa unampaa. Kila saa 9 usiku alikuwa akisikia sauti ya chuma kikigongwa kwa nguvu, tak tak tak, na mara nyingine alisikia sauti kama ya binadamu akijitahidi kupumua kwa shida, ikifuatiwa na harufu kali ya kemikali ambayo haikufanana na dawa yoyote ya usafi. Siku moja, Mzee Jumbe alipata dharura ya ghafla. Alipigiwa simu kuwa kuna mzigo mpya umefika stendi na anatakiwa akauchukue haraka. Katika haraka zile, Jumbe alisahau funguo za lile friji kubwa juu ya meza ya kukatia nyama. Chau alikuwa akipiga deki, moyo ukawa unamdunda kama ngoma ya harusi. Alitazama mlango, akaona Mzee Jumbe ameshaondoka. Alisogelea ile friji, mikono ikitetemeka, jasho la hofu likimtiririka kuanzia usoni mpaka kifuani. Alichomeka ufunguo, ukatoa sauti ya klik, na mlango ukafunguka. Ubaridi mkali ulimpiga Chau usoni, lakini harufu iliyotoka humo ilimfanya atapike papo hapo. Ndani ya friji lile hakukuwa na mbavu za ng'ombe.
Chau aliona miguu ya binadamu ikiwa imetundikwa kwenye ndoano za chuma, ngozi ikiwa imechunwa kwa ufundi wa hali ya juu. Katika rafu ya chini, aliona vichwa vya watu, baadhi vikiwa na macho yaliyo wazi, yakimtazama kwa huzuni. Mwili wa Chau ulikosa nguvu pale alipokiona kichwa cha Sule, rafiki yake ambaye alipotea wiki 2 zilizopita. Sule alikuwa bado ana kovu lile lile la paji la uso ambalo alilipata wakiwa watoto. Chau aligundua kuwa nyama ile ya maini laini iliyokuwa inagombewa na mtaa mzima ilikuwa ni sehemu za miili ya watu waliokuwa wakitekwa na kuuawa na Mzee Jumbe kwa ajili ya biashara yake ya kishirikina. Umeona mengi kuliko unavyoweza kubeba, Chau. Sauti nzito ya Mzee Jumbe ilisikika nyuma yake. Jumbe alikuwa amesimama mlangoni akiwa na panga mkononi na uso uliojaa ghadhabu. Chau alijua hana pa kukimbilia. Mzee Jumbe alirusha panga la kwanza, likapita pembeni ya sikio la Chau na kupasua kioo. Chau alinyaka kisu kikubwa cha nyama kilichokuwa juu ya meza na kuanza kuzunguka ile meza huku akipiga yowe la kukata mtaa. Jamani, Mzee Jumbe anauza watu! Mzee Jumbe ni muuaji! Majirani ambao tayari walikuwa wameanza kutilia shaka kelele za ndani ya bucha, walivunja mlango wa nje. Walimkuta Chau akiwa amekandamizwa chini na Mzee Jumbe, panga likiwa limekaribia kooni mwake. Lakini polisi waliokuwa doria walifika kwa wakati na kumshika Jumbe. Walipoingia ndani ya friji lile, hata askari wenye roho ngumu waliziba pua na kutoa machozi. Mzee Jumbe alipelekwa chini ya ulinzi mkali na siri yake ya utajiri wa damu ikawa imetoweka. Mtaa mzima wa Shinyanga ulibaki na simanzi. Watu walioila ile nyama walihisi laana ndani ya miili yao. Chau alinusurika, lakini picha ya kichwa cha Sule haitawahi kufutika akilini mwake. Huo ndio ulikuwa mwisho wa simulizi yetu ya leo. Kama umeguswa na mkasa huu, tafadhali usisahau kusubscribe na kuwasha kengele ya taarifa ili uwe wa kwanza kupata simulizi inayofuata. Na kwa wale ambao bado hamjaniambia mpo maeneo gani, shusheni komenti zenu hapo chini. Tunapenda kuona ni wapi simulizi hizi zinapata wafuatiliaji wengi zaidi. Asante kwa kuwa nasi. Tukutane tena kwenye simulizi ijayo.